unakutawaleni kupitia muungano. Huku Zanzibar mfumo Kristo unakutawaleni ninyi, lakini kupitia muungano. Huku Zanzibar muungano ni swala nyeti, kwa sababu ukizungumza muungano, hofu inayoipata dola, wewe unazungumza jambo ambalo watu wakilielewa wakaamka, utakuwa wewe umeukata mfumo Kristo usitawale Zanzibar. Na kwenda pole pole, mnanielewa? Huku visiwani mfumo Kristo hautawali directly. Pataletwa wa Kristo, atakuja huku Mkristo, sijui Joji Kizunguto, sijui Kizukuto, atawaua Wazanzibari, maana bibi yake hayuko huku, babu yake hayuko huku, atatwanga risasi kama nguruwe, wapo hapo. Lakini kwa asilimia kubwa mtaona ni ninyi wenyewe. Lakini ninyi hamna ubavu, mmebanwa, ninyi mnatawaliwa, na mlango wa Wakristo kukutawaleni ninyi, mlango aliopitia ni mlango wa muungano. Namna yoyote ukizungumza kuvunja muungano, unavunjika wewe. Kwa nini unavunjika wewe? Huzungumzi kuvunja muungano, unazungumza nguvu ya kanisa isitawale Zanzibar. Nyuma ya muungano ndiko kwenye nguvu ya kanisa kutawala Zanzibar. Ukiondoa muungano, mwizi aliyoingia kwenye kichaka akajificha kwenye kichaka asionekane, ukikiondoa kichaka umemwacha peupe. Mimi upenda kuuliza kila nikisema, mnanielewa? Nyinyi hamumuoni yule mwizi. Wazanzibari mnachokiona ni kile kichaka. Sasa dola inaogopa sana asitokee mtu akakinyanyua kile kichaka, yule mwizi wenu mkamuona. Mwizi amejificha kwenye kichaka, na kichaka alichojificha mtawala halisi wa Zanzibar ni kichaka cha muungano. Sasa hamumuoni. Naona bana, hamumuoni. Tuona vizuri. Sasa na hili ndilo jambo muhimu wa Zanzibari walielewe. Unaona bana? na sio tu kuelewa, wajue hii ndiyo nguvu kubwa. Wala mazuri ndiyo nguvu kubwa ambako ndani yake kanisa linatawala visiwa hivi. Mwaka 1964 serikali ziliungana, na kila mwaka tunasherehekea muungano. Miaka 40 na ngapi ya muungano? 40 na ngapi sasa? Unapoona lile jeshi linacheza gwaride, mguu sawa, kwa heshima toa ki linacheza gwaride,
kinachosherehekewa pale miaka 40 ngapi? Ni miaka 47. Ndo nauliza tena, mnanielewa? Ndo maana miaka 50 ya uhuru sio uhuru wa Watanzania. Alhamdulillah, bara wameanza kulielewa hili. Waislamu wa Tanzania bara wameanza kulielewa hili. Wameanza kuelewa miaka 50 ya uhuru ni uhuru wa Wakristo, sio uhuru wa Waislamu. Kule bara uhuru wa Waislamu bado, na tuna ushahidi sisi, mimi nitakueleza masaa 8. Waislamu bara hawajawa uhuru wao bado. Miaka 50 bara ni uhuru wa Wakristo. Wanaofaidi matunda ya uhuru bara ni Wakristo, na hapa nitaeleza kwa uchache. Ninyi Zanzibar mnaposikia muungano, ni sherehe kubwa, ni sherehe. Kanisa linaadhimisha miaka 47 ya kanisa kutawala Zanzibar. Nitaeleza, wewe nisikilize bwana, na masaa haya 3. Mwakani tutakuwa na miaka 48 ya uhuru. Wewe Mzanzibari kichwani lazima iingie, hii ni miaka 48 of Christian hegemony to Zanzibar. Kwa nini 1964 nchi zikaungana, 1977 vyama vya siasa vikaungana, ilivyoungana nchi vikaungana na vyama vya siasa, Zanzibar kwisha kazi. Zanzibar kwisha kazi. Wana vizuri Marehemu Karume na Nyerere wanatia sahihi muungano wa nchi. Siku Abdu Jumbe na Nyerere wanatia sahihi ASP na CCM kuungana, kwisha kazi. Ilikuwa ni Zanzibar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Zanzibar kwisha kazi. Kwa vipi? Kwa vipi Zanzibar kwisha kazi? Kwa vipi Zanzibar ilimalizwa hapo? Paka hivi nazungumza, Zanzibar kwisha kazi. Moja, andika moja. Naanza hivi. Zanzibar ilipoteza utaifa wake. Zanzibar ikawa tena sio dola. Hakuna tena dola ya Zanzibar duniani. Dola ya Zanzibar ilikufa mwaka 64. Na hitima ya kuizika dola ya Zanzibar
ilifanyika mwaka 1977. Tukala ubwabwa. Zanzibar sasa ni historia. There is no longer Zanzibar in the world. Zanzibar ilipoteza uhalali wake wa kuwa dola. Ukitizama kitabu, ukisoma kitabu cha mtoto wa Kizanzibari Harith Ghassani, Kwa heri ukoloni, kwa heri uhuru. Nani kasoma kitabu hiki hapa anyoshe mkono? Alokwisha kisoma kitabu hiki anyoshe mkono. Nyosha sana nikuone. Mama zangu alosoma kitabu hiki anyoshe mkono. Kitabu cha mtoto wa Zanzibar Harith Ghassani, Kwa heri ukoloni, kwa heri uhuru. Wapemba wengi hawajakisoma. Hiki ni kitabu kipya kaandika mtoto wa Zanzibari anaishi Marekani, anaitwa Harith Ghassani. Kitabu chenyewe kimeandikwa kwa heri ukoloni, kwa heri uhuru. Kitabu chenyewe ukikiona kinakatisha tamaa kusoma. Manake ni kinene kama msahafu wa Kiswahili wa Abdallah Saleh Farsi. Kitabu kile ukienda ukurasa wa 463 kuna picha ya juu na picha ya chini. Ukurasa wa 463 panamuonesha waziri mkuu wa Zanzibar Mohamed Shamte amekaa kwenye baraza la Umoja wa Mataifa New York Marekani, na mbele yake kuna kibao cha nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Kibao kile kimeandikwa Zanzibar. Kuna uzuri eh? Zanzibar ni nchi Umoja wa Mataifa. Ukitizama na ukurasa wa 464 wa kitabu cha Harith Ghassani, inakuonesha katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa kipindi hicho U Thant anampa mkono Mohamed Shamte kumpongeza dola ya Zanzibar imekubalika kuwa ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Leo hakuna kibao Umoja wa Mataifa kilichoandikwa Zanzibar. Kibao hicho hakuna. Kwa nini hakuna? Hakuna kwa sababu Zanzibar sio dola. Zanzibar serikali yake ilikufa mwaka 64 na hitima yake ikasomwa mwaka 77. Tangu hapo Zanzibar sio dola, sio serikali. Haiwezi kuwa na kibao Umoja wa Mataifa, sio nchi. Zanzibar ilipoteza hadhi yake ya kuwa ni dola. Zanzibar palitokea kesi ya uhaini. Kuna baadhi ya Wazanzibari walikamatwa, wakati wa ndani kukafunguliwa kesi ya uhaini. Nadhani walikaa kizuizini kama miaka 2 na kidogo. Sawa sawa eh? Kesi ile imeenda inatajwa, imeenda inatajwa, mwisho kesi ile ilifutwa. Jaji aliyefuta kesi ile, siku anaifuta kesi ile, alisemaje? Alisemaje? Zanzibar hakuwezi kuwako kesi ya uhaini. Haiwezekani, kwa sababu Zanzibar sio dola. Hawa washtakiwa hatuwezi kuwashtaki kwa kesi ya uhaini kwa sababu Zanzibar sio dola. Kwa hiyo na waachia huru wakaachiwa. Waliachiwa uhaini,
hauwezi kupatikana kwa regional commissioner. Hawa walitaka kumpindua regional commissioner. Kumpindua regional commissioner hakuna uhaini ila rais wa nchi, na aliyetakiwa kupinduliwa sio rais wa nchi. Kataka kupinduliwa regional commissioner, hakuwezi kukaweko kesi ya uhaini. Rais wa Zanzibar ni regional commissioner, kwa sababu Zanzibar sio dola. Ali Mohamed Shein ni regional commissioner. Kwa sababu Zanzibar sio dola. Rais wa Zanzibar yuko bara Magogoni, Dar es Salaam, ndio rais wa Zanzibar. Aliyeke huko ni regional commissioner wake. Aya, nimeanza kupumua sasa. Na ndo sijaanza, niko kwenye mukadima. Kwa hiyo muungano ukaifanya Zanzibar isiwe dola. Waziri Mkuu Mheshimiwa Mizengo Pinda alitamka bungeni. Waziri Mkuu akasema wadhihan, kwa maneno mafupi yenye kueleweka, Zanzibar sio dola. Zanzibar ilikuwa dola. Sasa Zanzibar hivi nyinyi mlivyo, nyinyi sio dola. Nyinyi bwana ni katika mikoa tu ya Tanzania bara. Mmenielewa vizuri eh? Wakati wa utawala wa Komando mnamjua Shauli yenu. Wakati wa Komando bwana, Zanzibar ilijiunga na OIC. Sawa sawa Ikajiunga. Komando akaitwa, kijana njoo, kuna mzee mmoja kule kafa. Akamuita kijana wake, njoo. Unajua wewe umejiunga na OIC, unajua Zanzibar sio dola. Haina ruksa ya kujiunga na OIC. Sasa wewe kaitoe, sisi ambao ndo dola tutajiunga sisi. Alivorudi Komando akaitoa Zanzibar OIC. Kwa nini aliitoa? Zanzibar sio dola. OIC zinajiunga, nchi ndo zinajiunga, serikali ndo zinajiunga OIC. Wewe unaipeleka Zanzibar OIC. Zanzibar sio dola, Zanzibar sio serikali. Wewe kaitoe, sisi ambao ni dola tutajiunga na OIC. Haya Waislamu wa Zanzibar, sisemi mimi nakupeni reference. I'm giving you the reference. Sasa si vibaya akipatikana mtu hapa akaja kukuambieni ninyi ni dola. Msidanganywe na watu kutoka bara wanataka kuchochea amani. Sisi ni dola. Sasa nyinyi muulizeni kwa katiba gani, kwa mifano gani hii? Kwa hiyo Zanzibar ilipoteza hadhi yake ya kuwa dola. Ilipoteza. Kubwa hilo kubwa. La pili, Zanzibar ilipoteza nguvu ya kisiasa. Ikawa haina tena nguvu ya kisiasa. Zanzibar haiwezi tena ikawa na maamuzi yake ya ndani, ikasema haya ni maamuzi ya Wazanzibari yakasimama. No. Zanzibar
haina maamuzi yake ya kisiasa, imepoteza nguvu za kisiasa. Kila wanachokitaka raia wa Zanzibar, hata kama watakitolea kauli moja, hiki ndicho tunachokitaka, wanayoyataka yote huchinjwa Dodoma. Yakachinjwa Dodoma, yakaja wanayoyataka watu wa bara, ndo yakaja hapa. Ndo nakuulizeni tena, mnanielewa? Ninyi hamna habari, hamna habari. Kaondoka Alhaji Abdu Jumbe na mamulimuli akipita mnasema Mheshimiwa Rais anakwenda Dodoma, kuna mkutano wa chama. Kafika Dodoma, amerudi hata hamjui kama karudi. Nyinyi hamjakaa mkutano, hamjaambiwa, hamjafanyiwa chochote. Rais wenu kaenda rais, karudi sio rais. Wakamchinja Dodoma 84. Mzee wangu nilikutana naye kwenye jitimai moja Geita mwaka 2000 Geita. Ananambia Geita kwenye jitimai nilitoa mada, nilitoa hutuba. Nikaonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu. Niko katikati ya mada, nyuma yangu nasikia mtu analia. Kugeuka na muona Alhaji Abdu Jumbe analia. Nikasema mzee wetu sasa amekuwa mtu wa kulia, kila jitimai analia. Mimi nimemzoea. Wako maamiri basi Sheikh, basi swali ala nabii. Mzee wangu nafsi imefika mbali, na hasa nilipokuwa nikisherehesha ile aya, Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tashau. Nimemaliza mawaidha yale, ananiita mimi nikae naye ubavu. Anasema nimelia, hujui wewe uliponigusa mimi. Hujui mwanangu. Akanita mwanangu. Mimi siku tatu. Siku ya kwanza mimi mfalme, ya tatu sio mfalme. Allah alipindua ufalme wangu kwa siku hizi 3. Nimeingia Dodoma na saruti mimi na matarumbeta, watu wanasimama. Natoka kwenye mkutano, hata muuza karanga hajui kama napitishwa mbele yake. Nimekuwa si mfalme tena. Siku hizi muuza karanga napitishwa pale, hajui kama Abdu Jumbe kwenye hii gari anapita rais wa Zanzibar. Wakati nakuja alifukuzwa asiwepo kabisa, na akajua anapita mkubwa. Siku ya 3 mimi narudi, hata mcho hawajui kama mimi napita hapa. Kweli Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Akachinjwa huko. Zanzibar imepoteza nguvu ya siasa. Mtakaa hapa ninyi na vikao vyenu vya siasa, mtaamua rais wetu wa Zanzibar tunayemtaka ni huyu, mtampigia kura, atashinda kwa 99.9. Kwa 99.9 rais Zanzibar tunayemtarajia ni huyu. Makaburasha yenu yanakwenda wapi? Dodoma. Yanasema Wazanzibari hamna akili ninyi. Sisi bwana tunakupeni huyu,
huyu ndo rais wenu. Hamfanyi fyo, hamuwezi kufanya fyo, mtabakia kunungunikia tumboni. Sisi hatukumtaka. Ndo mmemtaka. Anachinjiwa wapi? Wapi? Dodoma. Sisi bwana tunataka OIC. Leteni mapendekezo. Mnakusanya makabrasha ya OIC, mnapeleka wapi? Wapi? Dodoma. Saa mabwana, OIC tena, nyinyi sio nchi. Mnaelewa eh? Zanzibar imepoteza ile nguvu ya nini? Ya kisiasa. Zanzibar haiwezi kujiunga tena na jumuiya yoyote ya kimataifa. Haiwezi. Ninyi ni Waislamu. Ninyi ni Waislamu. Na uwezi ukaigawa Zanzibar na Oman. Maana vizuri eh? Uwezi ukagawa Zanzibar na Komoro, Zanzibar, Mombasa. Uwezi wewe ukagawa Zanzibar na Oman. Na kwa nini wa Oman walikuja? History ndefu, so muda wake. Lakini ninyi leo hamwezi kuungana hata na ndugu zenu wa Oman mpaka muombe ruksa bara. Mpeleke maombi bara. Sheikh kule bara, bwana mimi nataka nijiunge na ndugu yangu. Sheikh mimi nataka nijiunge na Sheikh Salim hapa, naomba mruhusu. Uombe huko. Hamwezi nyinyi mkasema kama ninyi tunajiunga na ndugu zetu Waislamu, tunajiunga na huyu. No. Ninyi mchukue maombi yenu muyaandike vizuri, mpeleke kwa Mkatoliki Bernard Membe. Bernard Membe asome maombi ya Waswahili, nitakujiunga nao ni atakujiunga na waoma na sijui Misri ndugu zao. Unaelewa vizuri wewe? Waislamu sema wa'tasimu bihablillah inamal mu'minina ikhwa. Sheikh, sisi Zanzibar tunataka kujiunga na ndugu zetu. Sasa mbona unacheka Sheikh? Sawa Waswahili kule Zanzibar nataka kujiunga na zao amini. Sasa akienda mtu kula sasa, manake rais wa Zanzibar Ali Mohamed Shein kule bara yeye ni mjumbe wa baraza la nini? La mawaziri. Sasa akienda bara anamuuliza Membe, bwana kuna maombi yetu tuliyaleta. Anamuuliza waziri wa mambo ya nje wa muungano, rais wa Zanzibar, nataka hiyo picha wewe uitengeneze. Rais wa Zanzibar kakaa na waziri wa muungano, anamwambia tulileta maombi ya kujiunga na watu fulani nchi za nje. Sasa yale tunayafanyia kazi. Anajibiwa na waziri. Rais wenu kule anajibiwa na waziri. Anasema yale mheshimiwa tumeyakansel yale na hayana mjadala yale. Rais wenu ananyamaza kimya. Yuko kwenye kapu, kuna mawaziri wengine. Unanielewa? Kwa hiyo kubwa la pili, Zanzibar ilipoteza nguvu za kisiasa. Zanzibar imepoteza nguvu za ulinzi. Haijilindi yenyewe. Haina tena nguvu za kujilinda. Ulinzi mzima wa visiwa hivi uko bara. Ndiyo maana askari wengi wa bara wako huku. Askari polisi wengi wa bara, askari jeshi wengi wa bara wako huku.
Si mnanisikia? Siku moja wakati tunamaliza tamasha la Shenge Juu kitaifa, ilikuwa 2000 na ngapi sijui, 2008, pale Shenge Juu pale Ambasha, askari walijenga kituo Field Force. Wakati huo hali ya visiwani ilikuwa ni mtu na ami yake wasalimiani. Tukaletewa kituo cha polisi. Siku tunamaliza kambi ile inafungwa, sisi watu wa Mrima tunasubiri usafiri, tukakaa pale Nurul Ain Primary School pale Kizimbani. Wakati tunatoka kule Ambasha, mimi nikabahatika gari ya mbele ile roli, mimi nikakaa mbele. Waislamu wakanipa heshima, nikakaa mbele. Tukakaa na askari. Askari naye tunatoka huko huko. Namuuliza manake ile sura na nini, kaambia shekhe na wewe wa huko? Akasema mimi Mkuli anatoka Musoma. Akasema do Mkuli kutoka Musoma mpaka Pemba. Mko wa kulia wangapi hapa? Anasema watu wa bara hapa, mimi ile kambi yetu wote watu wa bara. Akasema sawa bwana. Pemba mnaionaje? Sawa, Waswahili wa bwana wakorofi hawa, saa zote nataka kuwa macho macho hapa. Anazungumza askari wa Mkulia, anasema bwana wa Pemba waaminiki bwana, hapa saa zote nataka kuwa macho. Wakati ananiambia anashika bunduki yake kailea, maana saa zote manake hawa anatakiwa kuwa chini ya ulinzi hawa. Sasa hajui, mimi namuuliza hajui, mimi mwenyewe Mpemba so Mpemba hajui. Akasema